Hadithi hii alilala nafsi miaka 5 bila kujua. Kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Amina. Amina alikuwa na akili nyingi sana na ndoto ya kuwa daktari mkubwa. Alipenda kusoma na alikuwa kivutio shuleni. Siku moja alipata ajali mbaya ya gari akiwa njiani kurudi kutoka shule ya bweni. Alipoteza fahamu na kupelekwa hospitali. Madaktari walijitahidi sana, lakini Amina aliingia kwenye hali ya kupoteza fahamu, yaani alilala nafsi, koma. Miaka ikapita. Kila siku mama yake Amina alikuwa akifika hospitali kumwombea na kumwelezea yaliyokuwa yakiendelea duniani. Dunia ilibadilika, teknolojia ilikuwa, rafiki zake wakamaliza shule na maisha yakaendelea. Lakini Amina alikuwa bado amelala. Kila mtu alikata tamaa isipokuwa mama yake. Siku moja baada ya miaka 5 kamili, Amina alifungua macho. Kila kitu kilikuwa kigeni. Alijiona kando ya mashine nyingi, mwili wake dhaifu, lakini akili yake ilikuwa hai. Alijua jina lake, alikumbuka baadhi ya mambo, lakini hakuamini alikuwa amelala kwa miaka 5. Madaktari walishangaa, hii ilikuwa miujiza. Polepole alijifunza kutembea tena, kula na hata kuandika. Alipoambiwa kuwa ndoto zake bado zinaweza kutimia, alitabasamu na kusema, kama niliweza kurudi kutoka usingizi wa miaka 5, hakuna ndoto nisiyoweza kuifikia. Leo hii Amina ni daktari wa usingizi wa muda mrefu, neurologist, akiwasaidia wagonjwa waliolala nafsi kama yeye. Ujumbe wa hadithi: maisha yanaweza kukusimamisha, lakini moyo wa kuendelea hauwezi kulala milele. Kila mtu ana nafasi ya pili, hata baada ya miaka 5 ya giza. Siku Amina alipoamka, ilikuwa ni mwezi wa Juni. Jua lilikuwa linamulika kupitia dirisha la hospitali. Mara ya kwanza aliposikia sauti, ilikuwa ya mama yake akimsomea dua kama ilivyo desturi yake kila asubuhi. Amina alijaribu kusema, lakini sauti